Na ndugu mtazamaji wa Glory Methodist Church, tuko hapa tuna mazungumzo kuhusiana na masuala ya Pasaka, na tutaulizia Wakristo kama jinsi walivyofika hapa, waliokuja kujumuika nasi kutoka sehemu mbalimbali, dhehebu mbalimbali walikuja hapa kujumuika nasi, na sisi pia tukiwemo kama vile wana media. Hivyo tutakuwa na maswali ambayo tutaenda kuwauliza. Swali moja tu watatujibu kama yafuatayo, ikiwa ita kwamba akiwa na uelewa fulani. Tunaanza upande vipi? Poa. Sawa. Mzima? Ndio. Shwari kabisa. Ya, tulikuona hapa siku ya leo na tujue kama wewe ni muumini wa hapa siku zote au umekuja ni kwa mara ya kwanza au nakujaga tu kujumuika mara moja ukipata nafasi, au wewe ni muumini wa hapa? Sina muumini. Nakujaga tu sometimes. Yeah. Umejisikiaje siku ya leo kuja kujumuika na wenzako kwenye Pasaka? Ilikuwa sawa. Yeah. Nilipenda makwaya, watu walikuwa mzuri. Yeah, it was all good. Na mahubiri. Kwa hiyo kwenye mkutano wa Pasaka waimbaji ndio ambao walikufurahisha? Jinsi mahubiri alivyoenda au kufurahiwa? Nilipenda mahubiri naye. Yeah. Kwaya kwanza cha mahubiri. Nakumbuka mahubiri mkwaya. Yeah, tunaelewa. Tuliona watu wengi walikuja. Je, wote ni wa hapa au wengine wametoka sehemu mbalimbali? Wengine wanatoka sehemu mbalimbali. Je, watu wote ambao walikuwemo humu kwenye ibada ya leo uliwafahamu au kuna wengine hawakuwafahamu? Niliwafahamu. Wote? Basi poa. Tunaenda upande wa pili, tukamuulize maswali kadha wa kadha, alafu tuangalie atatujibu nini. Vipi hali kiongozi? Barida. Safi. Wema. Mambo yanaenda? Ndio safi. Tuliona siku ya leo, kwanza hongera kwa kupiga ngoma. Asante. Piga drums mkubwa wewe, tusimwangushe. Hongera yako na upate maua yako. Asante. Ya vile tuliona umefika hapa. Sijui kama wewe ni mwenyeji hapa au wewe ni mgeni. Mimi ni mgeni kutoka Kenya. Nilikuja kupata rafiki yangu, so napenda tujumuike na mwe siku ya leo. Asante sana. Sisi pia tumefurahi kukuona na tumefurahi kuona mwendelezo wako wa upigaji wa muziki jinsi unavyokuwa. Je, ungependelea uishie hapa au uendelee? Naendelea course, basi nikirudi Kenya, I stay katika Kenya. Kwa sababu niko na Melbourne, kuna watu walinihitaji kusoma muziki. So, nikitoka hapa after holiday naenda kwa. Vizuri sana. Je, unatamani muziki wako ukue kiasi gani? Muziki wangu sitamani tu ukue sana, hivi napenda tu hakiki kama vile vipo tu. Sasa ikikuwa mingi sana, ni watu kidogo sana, ni vibaya tu. Asante sana. Sawa, tulikuona hapa siku ya leo na wewe ni mtu ambaye umetoka Kenya, sehemu nyingine tofauti, na yani wewe sio mwenyeji wa hapa, wewe ni mgeni. Je, umejisikiaje kujumuika na watu kwenye ibada ya siku ya leo? Kujisikia vizuri sana kujumuika na mwe. Nimefurahia kila kitu, uongozi. Yani iko safi kabisa. Kwa hiyo kwenye ibada ya leo unaweza ukatuambia somo yoyote ile ambayo ilikuingia akilini? Somo yote wakati sikumbuki, but na vitu vile pastor aliongelea niligusa. Na vile vile aliongelea jana, ule waliopita jana, na vile niligusa. Kwa hiyo ulikuwepo hapo tangu jana. Shukrani sana. Twende upande huko. Pasaka inamaanisha nini? Pasaka? Yeah. Kufufuka kwa Yesu. Na nini maana ya Pasaka mpaka itwe Pasaka? Ni ukombozi au ni ukombozi? Una uhakika? Yeah. Una uhakika? Yeah. Asilimia ngapi? 8%. Nini maana ya Pasaka? Pasaka ni kufufuka kwa Yesu Kristo. Sasa Pentecoste ndio kuelekea pamoja na ule utukufu alio make, basi Mungu Yesu alifufuka akarudi nyumbani kwao. Haya, asante sana ndugu mtazamaji. Hatutakuwa na mengi ya kuongea kwa sababu tunaona muda umeenda, na kweli tunaenda tunasukumana hivyo. Ngoja kwanza tutafute wengine alafu tuangalie watatujibu nini. Ila asante sana kwa muda wako. Usitikisike maana tutakuwa tupo pamoja ndugu zangu. Tufuate sisi chonjo kwa chonjo, mguu kwa mguu, buti kwa buti, kiato kwa kiato, tunasonga.
Naam, ndugu mtazamaji, tena tumekuja mbele zako. Ni sisi wafuasi wa Glory Methodist Church ambao tumefika hapa. Tumekuja hapa kuzungumza na ndugu yetu, atajitambulisha kwa majina yake, alafu baada hapo atatuambia anaishi wapi, kama yeye ni mwenyeji hapa, maana tunajua hapa tumepokea wageni wengi. Kama anaweza akawa ametoka sehemu nyingine, basi kuna maswali ambayo tutamuuliza kadha wa kadha kuhusiana na jambo ambalo limepitika siku ya leo. Habari yako kiongozi? Niko mzuri. Niko poa. Tumekuona siku ya leo umejumuika nasi. Sijui kama unaweza ukatuambia nini, kitu gani ambacho umekiona kipya kwenye maisha yako? Gisi kwaya inaimba hapa sio gisi inaimba kule Kenya penye natokea. Iko different. Kwa hiyo wewe ni mgeni hapa? Mimi niko mgeni hapa. Tumekuja hapa kukuuliza maswali kufuatana na mambo ambayo tumepitia leo. Kwanza, umejifunza nini kufuatana na injili ya siku ya leo? Kwanza mimi sikuwa naenda kwa kanisa zamani. Nilienda kwa kanisa siku ya Pasaka, ndo nilianza kuanzia hapo kwenda kanisa. Ndo nikasikia wako nafundisha siku ya Pasaka eti ni siku Mungu alirudia, rise. Ya ndo nikasikia hivyo, ndo nikapenda sana kanisa. Kwa hiyo wewe haujakuwa mwenyeji sana kwenye kanisa, lakini mbele za Mungu hakuna mwenyeji na hakuna mgeni. Tunaweza tukakuuliza swali moja, sijui kama utaweza kulijibu au la. Nini maana ya ukombozi? Ukombozi ni Kiswahili kwa hiyo Kiswahili si. Nini maana ya Pasaka? Pasaka ni siku ya Yesu arudia nini rise up. Yaani Yesu alikuja kukomboa watu wake kwa makosa ambayo yamepitika, dhambi za muda mrefu. Bila shaka tunaweza tukaona mwenendo wako na uhalisia wako. Je, unamwamini Yesu? Sana. Kweli? Kweli. Maana mtu ndiye ambaye anayefahamu hata kwamba Mungu yukoje na Mungu. Hapo kuna mahubiri mengi ambayo yamepitika, neno la Mungu limeongelewa. Sijui kama umeshikilia neno gani kwa upande wako? Mimi nilikuwa nakawia. Nilikuwa nje, nilikuwa naenda toilet. Kwa hiyo ni furaha gani ambayo umejiona wewe kufika hapo? Happy. Happy. Furaha ya hapa ni jinsi wanaombea watu. Jinsi wanaombea watu wakuwe mbele, wanaombea watoto. Hiyo nilipenda sana. Unaweza ukaambia nini Wakristo wengine ambao wapo sehemu mbalimbali wakiona interview? Unaweza ukawaambia neno gani? Naweza waambia wakuwe kwa hii church, juu hii church iko different. Hii church wako wanaombeana sana, wako bia. Asante sana. Salamu kwa watu wawili wapendao. Hapa popote tu. Pastor nani huyu? Sabuni. Na Pastor Peter wa Yengine Salvation Church. Hao ndio wanaombea sana. Nabaki moja. Yoyote. Mama, baba. Okanya. Ndugu mtazamaji, sisi hapa tulikuwa kwenye interview na ndugu yetu. Sijui kwa majina anaitwa nani? Ben. Hapa tumezungumza naye machache. Bila shaka muda wetu utakuwa umeishia hapa kufuatana na hali ya hewa yenyewe, mazingira ya ruhusu, na muda wetu wa kukaa hapa umekaribia kuisha, lakini tutaomba usipite hii channel bila kusubscribers, kulike na comment na kushare. Hili itakuwa ni jambo la msingi sana na utakuwa unatufikisha mbali. Hata kama ukituona page yetu iko Instagram, YouTube na Facebook, TikTok, usikose kufollow na kulike pana kucomment. Itakuwa ni jambo la msingi sana. Bila shaka salamu zimeenda kwa ndugu yangu ambaye alikuwa anatushikia kamera. Anaitwa Okanya. Amepata salamu yake, na vile vile tusisahau kufikisha salamu zetu kwenye kuko mchungaji wetu Ben pamoja na Pastor Sabuni. Bila shaka tutaonana siku nyingine. Ciao. Naam ndugu mtazamaji, tena tumekuja mbele zako ili kuuliza watu maswali, vile vile hatujamaliza kipindi chetu. Ndio bado tunaenda na safari bado inaendelea. Bila shaka
aliyoko mbele zako naitwa Germain bin Benson, lakini watu wengi wananifahamu kama vile MK. Ila hapa tuna dada yetu ambaye tutamuuliza maswali machache tu, sio mengi kufuatana na muda umeenda, ila tunataka kwanza ajitambulishe kwa majina yake na tuambie ametoka wapi. Habari yako? Nzuri. Unatoka wapi? Natokea Townsville. Townsville? Unaishi hapa hapa? Yeah, naishi Australia, naishi hapa. Oh. Unaitwa nani? Naitwa Fanny. Fanny? Yeah, Fanny. Fanny? Yeah. Oh, Faina. No, Faina, Fanny. Fanny. Okay. Yeah. Bila shaka tulikuona hapa siku ya leo. Kwa mimi binafsi tangia nianze kufika hapa ndo mara yangu ya kwanza kukuona kama sijakosea. Sijui unaweza ukatuambia nini? Wewe ni mwenyeji hapa au wewe ni mgeni? Mimi ni mgeni wa hapa. Yeah. Umealikwa? Yeah, nimealikwa na kakaangu. Oh, shukrani sana. Salamu zende zake kwa huyo kaka mkubwa ambaye alimwalika dada yetu. Apate shukrani sana na salamu zimfikie. Japokuwa tumfahamu ni nani, ila kwa kwanza na dada yetu hapa tuzungumze machache, alafu tutaenda na safari. Bila shaka hapa tulikuwa kwenye mkutano wa Pasaka. Na watu wengi wanajiuliza Pasaka ni nini na inamaanisha nini? Naweza kusema Pasaka inamaanisha ni wakati Yesu alikufa na akafufuka. Yeah, ndio chenye naweza penda watu wakafahamu, kwa watu wasiojua au wasiotambua, na ndio jinsi na mimi ninavyotambua hivyo. Oh, vizuri. Na tena Wakristo watakwenda kumwona